hakika raha ikiwa mwisho wake ni dhiki, basi raha kama ile usaulika. Kadhalika ikiwa mtu atapata dhiki katika dunia lakini mwisho wake ni raha, basi dhiki kama ile usaulika. Ndio kesho siku ya kiyama mwanadamu atakapoona ile hali ya moto wa Jahannam na ile pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kama mtu alikuwa ni katika watu wa dhiki lakini katika watu wa pepo, atasahau dhiki yake katika dunia. Na ikadhalika ikiwa mtu alikuwa ni mtu wa starehe katika dunia, ameishi maisha yake yote, ameishi maisha starehe, lakini ni katika watu wa moto wa Jahannam, basi mtu kama huyu atasahau starehe yote ambayo kwamba aliishi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fi an-nari sabgha, atalitukisha siku ya kiyama mtu ambaye kwamba aliishi maisha starehe katika dunia kushinda watu wote, kisha ataingizwa katika watu wa moto wa Jahannam. Ameandikiwa hili, kisha ataingizwa katika moto wa Jahannam mwingizo mmoja, maana sabgha kama vile kuingiza kidole katika kombo kakitoa. Akishaingizwa hivi, thumma yuqalu lahu ya ibn adam, ataulizwa huyu mtu, ewe mwanadamu, hal ra'aita khairan qat, umewahi kuona khair wewe katika maisha yako kule katika dunia? Hal marra bika na'imun qat, umewahi kupata neema starehe katika dunia? Asema kwamba huyu mtu, fayaqulu la wallahi ya rabbi, huyu mtu atasema kwamba sijawahi kupata starehe katika dunia. Huyu mtu ameishi maisha starehe katika dunia, lakini kwa sababu ya adhabu kidogo, kuingizwa mara moja katika moto wa Jahannam, ikakuwa ni yenye kumsahulisha starehe zake zote. Vipi yule ambaye kwamba hajaishi neema ameishi dhiki katika dunia, kisha tena kesho siku ya kiyama atakuwa mwenye kuishi katika maisha dhiki, waliyadhu billah. Kwa hivyo inafaa mtu ajitahidi sana, usiishi katika dunia na dhiki na tena kesho siku ya akhira uishi na dhiki. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nini? Kadhalika ataletwa wayuta bi ashaddi nasi bu'san fi dunya min ahli jannati fayusbihu fil jannati subghatan ama sabghatan. Huyu mtu ataletwa mtu ambaye kwamba ampata dhiki katika maisha dunia kushinda watu wote, dhiki yake ni kushinda watu wote katika dunia, ashaddu nasi bu'san katika dunia. Kisha anasema kwamba nini? Anasema ataingizwa fayusbahu fil jannati sabgha, ataingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu mwingizo mmoja, kisha atolewe nje. Fayuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita bu'san qat, ataulizwa wewe mwanadamu, umewahi kuona dhiki katika dunia kamwe? Umewahi kuona dhiki wewe? Atasema hal marra bika shiddatun qat, je umewahi kupata dhiki shida katika dunia? Fayaqulu la wallahi, mimi sijawahi. Atasema wallahi sijawahi kupata dhiki katika dunia. Huyu mtu alikuwa ni mwenye kupata dhiki kushinda watu wote katika dunia. Kadhalika ikhwani fillah, ikiwa hii ndio hali ambayo kwamba Muislamu ama mtu yote yule ameishi katika dunia, adhabu kidogo ya moto wa Jahannam ikamsaulisha kila kitu. Ameishi katika dunia starehe, bilionea kadhalika, lakini katika akhira akawa kukua katika watu wa moto wa Jahannam ikamsaulisha kila kitu. Basi kuna umuhimu zaidi ya mtu kujiandaa na akhira yake kushinda kupambana na dunia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, hivi nyinyi mwadhania kwamba sisi tumaombeni bure bure tu pasina malengo, yani wewe uishi katika dunia ufe basi, wa annakum ilayna la turja'un, kwamba na sisi hamtakuwa mwenye kuregelea. Asema fata'ala, hamtakuwa mwenye kuregeshwa. Asema Mwenyezi Mungu fata'ala Allah, Mwenyezi Mungu ametukuka na hili kitendo la kuomba mwanadamu bure, kisha awe ni mwenye kupoteza muda katika dunia pasina kufanya nini? Pasina kuwa na malengo maalum. Malengo yangu mimi na wewe ni kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kadhalika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu